Unaingia darasani hivi alafu mara unaona mtoto anarusha rula, wengine wanapigana, wengine wamepanda juu ya madawati, yaani hawajajua kwamba umeingia darasani. Sasa ni njia zipi ambazo unaweza ukatumia ili kuweza kudhibiti darasa, ile ambayo tunaita class control. Ni kitu muhimu sana wakati mtu anafundisha na lazima uwe na mikakati kabambe ya kuweza kukusaidia, vinginevyo utachukua muda mwingi sana kuambia nyamaza, wewe nyamaza, sijui fanya, na hutafikia malengo yako. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo unafaa kufanya ni kuweka sheria za darasani. Hizi sheria zinafaa zijengwe na wanafunzi wenyewe ama mkishirikiana na wanafunzi. Sheria chache rahisi zinazoeleweka, wanafunzi washirikishwe katika kutunga hizo sheria na wakumbushe sheria hizo mara kwa mara ili waweze kuzielewa. Jambo lingine pia unafaa ujenge mahusiano mazuri na wanafunzi. Sio wakikuona unaingia darasani hivi wanashikwa na kitefutefu, wanataka kutapika, wanaanza kufikiria jinsi ya kukuharibia muda wako. Lazima ujenge mahusiano mazuri na wanafunzi, waheshimu na kuwasikiliza, tambua uwezo na changamoto za wanafunzi, tumia lugha ya upole na yenye kujenga. Alafu pia ni vizuri kuandaa somo vizuri, uwe umeandaa, unajua wapi ambapo unaanzia, nafasi ya mwanafunzi ni ipi, shughuli yake ni ipi katika kipindi hicho. Tumia mbinu mbalimbali za ufundishaji ili wanafunzi waweze kuwajibika na kujua kwamba wana majukumu yao katika kipindi chako. Dhibiti muda vizuri, ule muda wa kwanza, utangulizi, wa mwili na kule mwisho. Isiwe kwamba unachukua muda mrefu kuzungumza utangulizi alafu mwishowe unawapoteza. Tazama wanafunzi unapofundisha ili waweze kuona kwamba uko pale na unaona yale ambao wanasema. Ile ambao wanaita eye contact ni muhimu. Ukimwangalia mtu ana kwa ana, wakati mwingi kisaikolojia mtu hudhani kwamba unamuona hadi ndani. Kwa hivyo hata kama alikuwa na shughuli nyingine, inabidi aziwache ili afuate kile ambacho unasema. Kwa hivyo hilo ni jambo zuri. Tembea darasani, usisimame mahali pamoja. Tembea, fika nyuma, fika mbele, angalia madaftarini wanafanya nini. Wale ambao walikuwa pengine na mipango mibaya itabidi wamakinike. Tumia mfumo wa zawadi na kuwapongeza. Wale ambao wanafanya vizuri unawazawidi. Inaweza kuwa kwa maneno, inaweza kuwa kwa makofi, mambo kama hayo. Sifu tabia nzuri mara kwa mara. Toa motisha kwa wale wanafunzi ambao wanafanya vizuri. Zawadi si lazima iwe fedha, kuna mambo mengi ya kuwapatia. Toa maelezo ya wazi pia, ni vizuri wanafunzi waelewe kile ambacho kinatarajiwa. Thibiti tabia kwa haki. Usiwe kuwa unapendelea wavulana na unachukia wasichana, ama unapendelea